Baba alitaka mwanae ajionee jinsi ilivyo vigumu kupata pesa, hivyo akajiandikisha kwenye kipindi cha kubadilishana utambulisho kati ya baba na mwana. Baba akaenda shule na mwana akaenda kazini. Alidhani kuwa baada ya kushiriki kwenye kipindi hicho, mwana angeelewa ugumu kutafuta kipato, lakini siku yake ya kwanza kazini, mwana aligundua jambo lisilo la kawaida. Akiwa na uwezo mkubwa wa kutambua namba, aliona mwelekeo wa uwekezaji ulikuwa mbaya na kwamba kampuni ingekabiliwa na kufilisika ndani ya miezi isiyozidi mitatu. Ili kumwokoa baba yake, kijana akafanya uamuzi wa kishujaa. Akawekeza fedha zote za kampuni kwenye hisa mbovu. Wafanyakazi wenzake wakashtuka, wakamshauri auze mara moja ili kulinda mtaji. Lakini akachagua kuongeza mikopo mara 20, akiweka kila kitu kwenye matumaini ya kurejea kwa soko. Wachunguzi wa kipindi hawakuwa na matumaini na wakasema huo ulikuwa ni uamuzi wa kushindwa. Wakati wafanyakazi wakilalamika na kuanza kujiandaa kutafuta kazi mpya, taarifa ya ghafla ya habari ikatokea ikisema hisa aliyonunua kijana ilikuwa karibu kupanda kwa kasi. Ndani ya saa moja tu aliipatia kampuni dola milioni 20. Wote wakabaki midomo wazi, lakini kijana hakusimama hapo. Akaweka hizo dola milioni 20 kwenye hisa za ndege zisizo na rubani na akaongeza mikopo mara 100. Hatua hiyo ikawashangaza wote tena. Wote walidhani soko la ndege zisizo na rubani lilikuwa limekufa, lakini kijana aliwaambia wasubiri. Mtaalamu wa masuala ya fedha kadai kuwa kijana alikuwa na bahati tu. Kijana akafanya dau naye. Akishinda angempa udhibiti wa kampuni, akishindwa angekuwa msafishaji wa kampuni. Mtaalamu huyo alikubali kwa furaha. Shuleni baba aliposikia kuwa mwanae alikuwa amepata makumi ya mamilioni, alivuta pumzi ya afueni, lakini muda mfupi baadaye akasikia kuwa mwanae alikuwa amewekeza tena kwenye ndege zisizo na rubani. Akaamua kurudi kumfundisha somo. Mwanzoni kila kitu kilienda kama alivyotabiri mtaalamu. Hisa za ndege zisizo na rubani ziliendelea kushuka, huku hisa nyingine katika sekta hiyo zikiongezeka. Bodi ikamsisitiza kijana auze na ampunguze hasara. Wote walidhani mtaalamu angeshinda, lakini taarifa ya dharura ya habari ikabadilisha hali nzima. Kwa sababu silaha za kijeshi za jadi zilikuwa zimewekewa vikwazo, dunia ikahamishia mwelekeo wake kwenye ndege zisizo na rubani, na hisa ya ndege zisizo na rubani aliyonunua kijana ikapaa kwa kasi. Wote wakajawa na furaha, lakini mtaalamu bado alisema kijana alikuwa na bahati tu. Kijana akasimama akaeleza mantiki nyuma ya chaguo zake mbili za hisa, na chini ya uongozi wake kampuni ikafanya kurejea kwa kushangaza. Akamwangalia mtaalamu na kusema, umeshindwa.